Umoja katika Kristo. Umoja katika Kristo ni somo la tatu, usomaji wa Biblia Ayubu 15. Juma hili tutaangalia Wakorintho wa kwanza 1 fungu la kwanza hadi la 4, ambapo Mtume Paulo anashughulikia tatizo la ugomvi katika kanisa na jinsi ya kushinda, yaani kwa njia ya umoja katika kanisa. Katika ulimwengu tunaoishi sasa, umoja umekuwa ni ngumu sana katika maisha yetu ya kila siku, katika familia zetu, katika jamii na katika mambo ya kisiasa, mambo ya kidunia na kanisani pia. Lakini Paulo juma hili ametueleza kwa undani kabisa jinsi gani tunaweza kushinda hizi vita na ugomvi unaotokea katika familia zetu, katika jamii, katika kanisa. Fungu letu la kukariri linapatikana katika Wakorintho wa kwanza 1 na ile fungu la 10. Linasema, basi ndugu, na wasii kwa jina la Bwana wetu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muitie katika nia moja na shauri moja. Kule fungu linaonyesha jinsi gani hata Bwana mwenyewe anatamani sana sisi tukaweze kuishi kwa amani, tusiwe na faraka, bali tukaishi katika nia moja na shauri moja, kiasi kwamba tunaangalia hata wanyama wa porini. Tunajua kabisa baadhi ya viumbe wanapenda kuishi kwa umoja, wanaishi katika makundi kundi, na tukiangalia sokwe inajulikana na wanyama ambao wanaishi kwa ushirikiano sana, na unaweza kukuta sehemu wamekaa kundi kabisa, japokuwa wanaishi kwa pamoja, lakini kuna muda upingana wao kwa wao. Hata leo sisi wanadamu katika kiasi fulani tupo hivyo hivyo, maana kuna muda tunaishi katika makundi, au wakati mwingine tunapigana sisi kwa sisi katika hayo makundi, na hii inachangia pale unakuta watu makanisani kuna makundi yameundwa. Mara nyingi unakuta makundi hayo yameundwa labda na viongozi fulani wenye vipaji. Leo tuongelee swala la waimbaji, labda kwaya fulani. Unakuta kwa sababu hii kwaya inaimba vizuri, kiongozi wapo vizuri, unakuta wanaanza kubaguana. Hili ni jambo ambalo sio zuri sana na ni jambo baya zaidi. Maana hata wakati mwingine unakuta kundi moja linapigana na wengine au halipatani na wengine kwa sababu unakuta hii kwaya inaimba zaidi ya wengine, unakuta wanajivuna. Hii ni tabia mbaya sana na sio kitu kizuri katika maisha yetu. Na kama Wakristo tunapaswa tusimame imara, tujenge umoja katika Kristo ili tuendane sawa sana mapenzi yake. Haijalishi wewe ni kwaya friend waimba vizuri, haijalishi upo chini kiasi gani, lakini pale tunapokuwa na ushirikiano ndani ya kanisa inaleta maana kubwa. Hebu leo tuongelee mfano. Unaweza kusema kuna mwalimu mmoja aliweza kuongea hivi, ulishawahi kwenda katika mikutano ya makambi, labda tutolee mfano kwaya Light Bearers, Nyarugusu na kwaya zingine kubwa, ikatokea labda Nyarugusu wameimba wimbo fulani, watu wakafurahia, lakini ikaenda kwaya nyingine ikaimba watu wakaona ni kama tu kawaida. Huwa inaumiza sana, lakini nataka nikwambie, furahia mafanikio ya mtu mwingine ili uweze kufanya juhudi. Kuna wakati mwingine tunaona mbona Tibere zaimba vizuri sijui nini. Hapana, usiwaonee hivyo pale wanaposifiwa kwa sababu wamefanya kitu kizuri. Na hiyo waga wengine nawapelekea na wapa viburi, wanaanza kujivuna. Lakini leo nataka nikwambie tunatakiwa tutoe matabaka na hizo faraka zisiwepo, bali tukaweza kusimama na kujenga umoja ndani ya Kristo. Ikiwa wewe unaweza kufanya kitu fulani na unaonekana wajua kabisa, basi jaribu kumsaidia na mwenzako yule ambaye anapenda. Na zaidi ya yote tumuombe Roho Mtakatifu siku zote katika maisha yetu, maana Roho Mtakatifu yupo pamoja nasi, lakini tunahitaji sasa ujazo wa Roho Mtakatifu ili tukaweze kuishi vyema sawa sawa mapenzi yake, kama Paulo alivyoweza kutatua tatizo la ugomvi katika kanisa na jinsi ya kushinda. Basi hata leo sisi tukatatue hizi changamoto, na juma hili tutajikita sana katika umoja wa kujenga kanisa.